Kwa nini ufanikiwi? Kwa nini watu wengi hawafanikiwi? Unadhani hawafanyi kazi? Hapana, wanafanya kazi sana na wanajuhudi sana na wana malengo, lakini kuna vitu vinavyokwamisha mafanikio, kwa sababu mafanikio hayana uhusiano wa moja kwa moja na juhudi tu peke yake na malengo tu peke yake, bali inatakiwa kuzingatia hayo malengo na kufanya mambo yanayojirudia kila mara na kuchagua jambo moja ambalo utakuwa unafanya kila mara. Lazima uchague njia ambayo unataka kuitumia kwa ajili ya mafanikio. Kama unataka kutumia kwenye kilimo kupata mafanikio kupitia kilimo, basi wewe focus kwenye kilimo, usibadilishe, usiyumbeyumbe. Dili na kilimo tu, umepata umekosa wala usijali. Ukipata ukikosa, wewe endelea tu, wewe endelea kulima tu, endelea kulima, endelea kubadilisha tu labda mazao, lakini usibadilishe mfumo mzima, kwa sababu unapobadilisha unaondoa frequency yako ya mafanikio, unaondoa mafanikio. Nataka uijengee picha na ufanye kazi katika hiyo picha mpaka siku ya siku itokee kutoka kichwani kwenye mawazo yako ije kwenye uhalisia wa kuiona kwa macho, kwa sababu wanasema ukiweka pesa kwenye akili yako itaweka pesa mfukoni mwako. Kwa hiyo unavyoendelea kusubiri mpaka uwe na kianzio ndio uwaze vitu vikubwa, hiyo utachelewa sana, kwa sababu haianzi pesa ndio ikafuata mipango. Inaanza mipango ndio pesa inafuata. Maana kuna baadhi ya watu wanasema mipango bila pesa ni kelele. Sasa unadhani unaweza ukapata pesa bila kupanga mipango? Kwa hiyo wewe unasubiri kwanza pesa ije ndio uanze na mipango. Sasa utaipataje bila mipango, wakati yenyewe inahitaji kwanza mipango ipangilie ndio ije? Lazima mipango ianze ndio pesa ifuate. Weka mipango, weka malengo makubwa hadi wewe mwenyewe yakuogopeshe. Kwani hata usipofikia, kwani nani atakuadhibu? Si siri yako. Kuota ndoto jambo moja, kufanikiwa kuviona ulivyoviota hilo ni jambo lingine. Kwa hiyo usiogope, ota ndoto kubwa, weka malengo makubwa, weka mipango mikubwa, wewe fanya kazi. Kuna siku itatokea, hata kama si kwa ubora ule moja kwa moja, lakini utakuwa umepata. Kwa mfano, kama wewe umewaza kumiliki nyumba ya ghorofa 3 yenye thamani ya milioni 800, alafu ukapata nyumba ya milioni 50, kwani ni sawasawa na ambaye hajapata kana kabisa? Unadhani nyumba ya milioni 50 itakuwa ni ya kawaida? Sio ya kawaida, itakuwa tuna muonekano mzuri. Haya, kwa mfano wewe umewaza kununua Land Cruiser V8, alafu ukadondokea kwenye Harrier Anaconda, kwani ni mbaya hiyo? Si tayari bado utakuwa umefikia kwenye level nzuri. Kwa hiyo weka mipango mikubwa, usiogope, usiangalie watu wengine, usiogope, usiangalie mkononi una shilingi ngapi, mfukoni una shilingi ngapi, benki una shilingi ngapi, usiangalie hicho. Wewe weka mipango mikubwa, endelea kufanya kazi, fanya kazi moja ulioichagua kila siku, usibadilishe. Kama umeamua kufanya biashara, fanya biashara. Kama umeamua kufanya kilimo, fanya kilimo. Kama umeamua kusoma, soma. Kama umeamua kufanya ufundi, kujifunza ufundi tofauti, jifunze ufundi wa kujenga, unaweza kujifunza ufundi wa kupaua, unaweza kujifunza ufundi wa magari, unaweza kujifunza udereva. Chochote kile ambacho wewe unaona kwamba unakipenda, fanya kazi kwenye hicho. Usisubiri mpaka uwe na vitu vingi vya kuanza. Huwezi kupata vitu vyote vya kuanzia. Anzia hapo ulipo. Pesa sio kitu ambacho kinaenda kila sehemu. Pesa inaenda kwa watu ambao wenye utulivu wa akili. Usiseme maisha ni haya, hapana. Mipango ipo, malengo yapo, kanuni zipo. Wewe usipozifuata, kuna wenzako wanazifuata hizo kanuni, wanapata pesa na watakutumia wewe pia kufanikisha pesa zao ziongezeke zaidi. Watakutumia wewe kufanikisha kampuni zao ziwe kubwa zaidi. Kwa hiyo wewe usiache
wewe tafuta pesa, tafuta pesa mpaka uipate, tafuta mpaka uipate. Hamna kuacha mpaka siku unakufa. Tafuta mpaka uipate. Hamna kukomesha malengo mpaka ufe. Ukiwa hai hamna kukomesha malengo. Hamna kusema sasa basi nimetafuta sana. Hapana. Wewe ukiacha hiyo kipindi ambacho unaacha, kumbe imebakia nafasi ndogo tu mbele ili ufanikiwe. Kwa hiyo wewe unaacha leo unagaili, kumbe ilibakia miezi miwili tu upate. Kwa hiyo wewe endelea kutafuta, wala usiache, wala usimwachie mtu. Hivi vitu vyote tunatakiwa tuvimiliki. Mambo ya kusema haya ni mambo ya kupita, hapana. Na hata kama ingekuwa kweli vya kupita, basi vipite kwanza kwako. Kwa nini wewe unaacha vipite kwa wengine na visipite kwako? Vipite kwanza kwako. Unaishi kwanza hapa, alafu baadaye ndo unakufa. Sasa huwezi kusema hivi sio, hivi vyawaachia wengine. Unafikiri kuishi maisha magumu ni sifa? Maisha magumu sio sifa. Umaskini sio sifa, ndugu yangu. Ukatae, amua kuondoka katika huo umaskini. Ukatae, fanya kazi na mafanikio wewe utayaona tu. Umaskini sio sifa, sio sifa. Unasema aliyelala chini na aliyelala kitandani wote sawa, usingizi ule ule. Hapana ndugu yangu, kuna utofauti kidogo hapo. Kuna utofauti. Anayeendesha gari na mimi naitembea kwa mguu wote tunafika? Hapana, kuna utofauti. Ukiwa ndani ya gari hakuna uchovu uliopitiliza, miguu haiwezi kuuma, upati jua, upati mvua, unasikiliza mziki. Hata anayelia ndani ya gari, mtu analia kwenye Range Rover, ni tofauti na mtu anayelia akiwa kwenye baskeli. Tofauti ipo ndugu yangu. Eti anayelala kwenye nyumba nzuri na mimi nayelala kawaida, wote usingizi ule ule? Hapana, kuna utofauti ndugu yangu. Kulala sehemu nzuri pia kunaongeza ufanisi, mwili hauchoki na unakuwa na akili yenye utulivu na unaamka ukiwa una nguvu. Tofauti ipo ndugu yangu. Tuache visingizio, tutafute pesa, tufanye kazi, tuweke malengo, tuwe na ndoto kubwa. Hata kama isipotimia kwa ukubwa huo, bado itatimia kwenye level ya kati au itatimia kwenye nusu au robo. Ukilenga kitu kikubwa ukikosa utapata basi japo kidogo. Ndio maana wanasema mwenye nacho ataongezewa. Hii ni kauli thabiti kabisa. Mwenye nacho ataongezewa, mkono mtupu wa ulamu. Ni kauli thabiti kabisa, wala sio neno la kubeza. Kwa hiyo ndugu yangu, pambana. Pambana. Vitu vyote vizuri vinakuhusu wewe, unatakiwa uvipate na wewe, ili ukifa na wewe uwe umeacha stori nzuri, stori kubwa.